tunapanda ndege, chap. Sawa. Tunaelekea Benjamin Mkapa. Unajua Benjamin Mkapa ni dimba ambalo linaenda kutengenezwa, so muda linakuwa kama Anfield, dimba la Liverpool ile. Mabingwa mara 20 wa ligi kuu ya England bwana. Tunafika kichaka cha Manchester. Bwana Francis, unaweza kaja kwanza upande wetu. Lazima mshtue leo. Francis Noel Mwando mtakatifu. Mhando. Unajua Simba mnavyoona afanya vizuri kimataifa huku, basi Simba wanaanza kuandaa kodi za msimu ujao. Kitu cha kwanza, unamfahamu Musa Kamara? Ndio. Kuna kiungo mmoja wa Sifaction yule. Musa Bala Conte. Simba bado wapo. Simba bado wanamhitaji yule jamaa. Si wana Kagoma Simba. Simba bado yaani wanahitaji kiungo wa Champions League. Simba wanataka baada ya kufanya balaa ili kwenye kombe la shirikisho msimu huu. Msimu ujao wanarudi kule. Wakirudi kule Champions League, hawa wanaona walionao hawa watoshi. Unajua unaweza ukawa unafanya vizuri shirikisho, kienda kule unakutana na kina Mamelodi. Ila kwa sheria za CAF Simba akishinda shirikisho anabaki shirikisho. Sasa si amemaliza ligi nafasi nzuri huko, hata sipochukua ubingwa atakuwa wa pili pale uhakika. Anarudi club bingwa. Asa kule wewe unadhani wao wanafurahishwa na ubora wa Ashura? Wewe uone kama Ashura ameshuka kiwango. Ashura yupi? Si Debola. Kodi sijui. Sasa umeona, kwa hiyo wanatafuta kiungo wa ulinzi mwingine, yani ambaye atakuja kuongeza ubora kwenye ile eneo la katikati. Sasa ule mwamba unajua anaweza kucheza kama kiungo wa ulinzi, anaweza kucheza kama central, yani kiungo mchezeshaji vile vile. Katika ile namba umemtaja huyu nani? Mavambo Debola. Kwa hiyo Simba bado wanapenya kimya na faida ambayo wanaipata bwana, wana Musa Kamara. Musa Kamara anamshawishi kijana. Alafu uzuri mwingine ambao wanaopata Simba, Sifaction saizi kiuchumi wako vizuri. Ina maana itakuwa rahisi sana kwao kumwachia yule mchezaji licha kwa mkataba wake unaisha kama 2028-27. Lakini kiuchumi hawako poa. Kwa wanamwangalia kwa ukaribu, wanaamini Fadlu Davis anaamini kimpata yule, basi timu yake msimu ujao itakuwa ya moto sana. Na kuna jina lingine wamekuwa kilimba sana. Hata Francis Mwando nilikuwa nasikia siku moja natangaza mechi, akana alitaja hilo jina kama alikuwa nani pale. Bana, mashabiki wa Simba na muimba sana Feitoto kutoka Azam. Bana, Feitoto ana nafasi kubwa sana ya kucheza Simba msimu ujao. Ana nafasi kubwa, mbona kama haijakaa vizuri? Yani kwamba Feitoto kama tabaki Tanzania, ndio chaguo lake ni Simba. Hiyo nakuhakikishia. Feitoto ataondoka Azam FC, ataelekea Msimbazi. Hiyo kodi kaa nayo. Yani Fei mwenyewe anaitamani ile jezi ya Simba, yani anatamani awepo pale Msimbazi. Sasa wakati Simba wanaandaa timu yao kwenda kucheza CAF Champions League msimu ujao ya kufanya mabalaa, Feitoto anaenda kuwa sehemu ya kikosi cha Simba cha kwenda kukamilisha. Bana, mazungumzo mengi tayari yameshakaa sawa, yani kwenye kodi za Feitoto kutoa Simba. Kwa ni issue ya muda tu, mashabiki wa Simba wenyewe wajiandae kumkabidhi jezi. Vijezi namba 8 Simba namba 8. Namba 8. Ndio kama Kanuti. Omari. Sasa anakaa Omari. Jamani, ajiandae kunyang'anywa na Feitoto. Achukue namba 6. Mwayombo. Unajua hata kipindi kile kulivyokuwa na sintofahamu ya wanawajiri wake wa zamani, ilikuwa inajulikana kama vile kule Azam tu ni daraja. Au unajua inawezekana yani ilikuwa inajulikana kabisa, yani kwamba pale Azam ni anaenda tu, yani ile kupita njia ile ende Simba. Kupita njia Kwa sababu mbona wewe ulikuwa unajua, ulichoka kujua mwenzetu? Ile condition bado ipo kwanza. Ndio kwanza mnanipa hizo kodi hizo. Mimi sijui, lakini Simba wameweka pesa nono, mshahara mrefu kijana. Yani nashangaa ile condition ambayo Yanga waliweka kwenye kipengele. Simba yani uzuri bwana wa hili jambo lipo sehemu tamu sana. Kwa sababu kuna wao ambao wanamwachia shemeji wa taifa, akienda kule wanakuwa na kibunda, akienda huko wanakuwa na kibunda, kile kibunda hakina kazi. Shemeji kuna ugumu sana wa kuondoka, kwa sababu unajua Roland Mokwena, kocha mkuu wa William huko tu, yani sio huko tu. Sasa si ndo walikuwa wameweka wazi wanamtaka. Wydad Casablanca kule mambo ni magumu. Kwanza Roland hajalipwa mshahara miezi 8. Sawa. Kwa kawaida. Kule kawaida. Kwa Suva naye alikuwa analalamika hapo. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida. Hajalipwa mshahara miezi 8, lakini wanaishije sasa? Kwa ndugu yetu kwanza wanaishi kama wanavyoishi, wamesajili wachezaji 22. Wanaishi kama anavyoishi. Ngoja kabla yote Roland hajalipwa.
Rula Mokwena, kocha mkuu wa Wydad Casablanca ya Morocco, hajalipwa mshahara miezi 8. Sasa sisi hapo kwa Rula tuna stop kidogo, tunataka kuuliza ndugu yetu anapewa hata chai? Nani? Selemani, wewe unaulizia nani? Sasa posho uhakika. Alafu unajua Msupa walimkalisha wale ujue. Msimu uliopita wachezaji wa Wydad walicheza karibia msimu mzima bila kulipwa mshahara. Yes. Hata kiungo ambaye ameenda MC Alger, niliwahi kusikiliza interview yake, alikuwa anazungumzia hivyo hivyo, akasema sikutamani kuondoka Wydad, lakini kitu kilichosababisha niondoke ni kwamba tulikaa muda mrefu bila kulipwa stahiki. Basi nira inatosha. Isa, mimi nitaka nijibu ndugu yangu swali. Unajua Yanga aliweka condition kwenye kile kipengele cha Faisal kama ataondoka na Simba Sports Club wakimtaka. Ni kweli hicho kipengele kiliwekwa. Unajua Abdul Karim Amin Popat moja ya interview zake aishawahi kukiri kwa maana kwamba hicho kipengele kipo. Sasa ndo ninachowaza hapa. Simba wako tayari kuwapa amani. Hii moja sio Simba, yani kwamba Azam wakifanikiwa kumuuza ule mchezaji ndani ya Tanzania, wao ndo watapaswa kuilipa Yanga kiasi cha B1. Sasa wazani Azam watatoa mfukoni. Wewe unawaamini? Ngoja wewe unawaamini? Wale wanaweza akatoa wale unajua Azam inaweza kaa ilikuwa ni sehemu sahihi sana Fei kwenda, lakini mimi nafikiri viongozi wa timu wamemwangusha Fei. Timu inakufa yani usajili wale yani Azam, yani mimi kufanya vibaya kwa Azam sitakuja kusimama upande wa wachezaji hata siku hii, ila mimi naamini wale wenye mamlaka kwenye ile timu wanachangia kwa 99%. Ndugu yako hata kama ananisikiliza hiyo fresh, ila mimi nakwambia ukweli Azam haifanye vizuri kwa sababu ya viongozi. Isa inapotea Isa, na wapendi kusema wale yani hicho ndio Moyombo ukweli hapo unavyowasema na mashabiki wao wanawapelekea taarifa wakawaambia. Mimi naambia ukweli kwa ile cheni ambayo ipo kwenye yani kwa ule ile cheni ya Azam ile hawatakuja kutoboa hata kama watasema wanaonewa. Azam FC malizia Azam FC kwa ile cheni iliyopo hawawezi kuja kuwa kama Mamelodi. Umesikia ile Mamelodi ile heshima ameitengeneza, ameitafuta, alijua wapi. Naona leo mmegoma kwenda kwenye habari za kimataifa. Tutaenda baba, tunaenda. Mimi nataka nizungumze na mwakili advantage ya kuwa na kocha ambaye ametoka sehemu fulani alafu anakwenda kucheza katika eneo fulani. Hata wachezaji, kwa mfano nataka nitolee mfano kipindi ambapo Simba anacheza na Nkana Red Devils ya Zambia. Simba alifungwa kule 2-1. Kule mchezaji Mtanzania alikuwa anacheza, Hasani Kesi Ramadhani alikuwa anacheza fullback wa kulia wa Nkana. Walivyokuja Dar es Salaam wakati mechi inaendelea, Simba walifungwa bao moja. Mkana ndo alikuwa kwanza kupata bao kwa Tabwalia. Hasani Kesi licha ya kwamba wenzake wao wanaongoza moja, lakini alikuwa anawahamasisha wachezaji wake kupambana katika dakika zote za mchezo. Mashabiki wa Simba kwa anamzomea. Baada ya game Kesi anahojiwa, akasema mwandishi anamuhoji, kwa nini ulikuwa unawahamasisha wenzako muendelee kupambana japokuwa mlikuwa mnaongoza? Akasema mimi Simba nawajua, kwa hiyo itakiwa sisi tuwe makini kwa muda wote, tukifanya makosa watatufunga. Huo ni mfano rahisi tu wa Hasani Kesi. Lakini tukirudi kwa kocha Fadlu ambaye ni raia wa Afrika Kusini, cha kwanza anajua falsafa ya soka la Afrika Kusini, kwa sababu wenzetu wa Afrika Kusini kwenye ligi idadi kubwa ya wachezaji wanaocheza ni wametoka kwenye academy za timu, kwa sababu wao wana development ligi ile chini ya umri wa miaka 23 wanaita Disc Challenge iko active sana na mechi zao zinaonyeshwa mpaka kwenye TV. Sawa? Kuna talents nyingi sana ambazo zinapatikana kule, ambazo zile talents ndo zinakuja kuperform kwenye ligi kuu ya Afrika ya Kusini. Kwa hiyo philosophy anaijua, lakini kutokana naye anatoka kule, kuna watu ambao anafahamiana nao kutoka kule wanaweza wakampa taarifa, na hata kupata taarifa na hata vyanzo vya taarifa za Stellenbosch ni rahisi yeye kujua kwamba ili nijue Stellenbosch au nipate video zao napatia wapi, ni rahisi kupata sehemu za kupata hizo video. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo Simba wananufaika navyo kwa kuwa kocha wao ni raia wa Afrika Kusini na wanacheza na timu ya Afrika Kusini. Kwa hiyo kwangu mimi sina shaka kabisa, naamini Simba wana advantage kubwa sana. Sawa, naamini ya kwamba Simba wana advantage kubwa sana kuelekea katika mchezo dhidi ya Stellenbosch kutoka kule Afrika Kusini. Namna gani ambavyo wanaweza wakachanga karata vizuri kwenda katika hatua